Baada ya kuzungumzia, kama unakumbuka, tulizungumza kuhusu wakati uliopo, sawa, kwa maana ya present tense, present continuous tense, na ambayo tulisema Kituruki inaitwa şimdik zaman. Kwa şimdik zaman, şimdik zaman tulizungumza wakati uliopo, sawa, şimdik zaman. Tulizungumza wakati uliopo endelevu, kama unazungumza kitu ambacho kimefanyika sasa hivi, na hivyo tukasema viambishi vyake, viambishi vya şimdik zaman tulivieleza kuwa ni iol, sawa. Viambishi vyake vilikuwa ni iol. Hiki ndio kiambishi cha wakati uliopo endelevu, na tukasema hivi viambishi huo hubadilika kwa mfumo wa voice, yani kwa maana ya irabu. Kwa hiyo hapo nilisema ndio ambazo unaapia nazo. Kwa hiyo hapa iol inakuja baada ya kuangalia kitenzi kiliishia na nini, sawa, na herufi gani, sawa. Kwa hiyo inaweza ikawa iol au ikawa iol, sawa, au ikawa uyol au ikawa uyol. Tulisema hivi inaweza ikawa hivyo, sawa, lakini kiambishi chenyewe present ni hiki, ndicho kiambishi cha wakati uliopo. Sasa tulipopita nikasema tutaongelea wakati wa past tense kwa maana ya geçmiş zaman, lakini past tense tumeshindwa kuizungumzia kwa sababu tulisema wakati uliopita na unaofuata kwa maana ya future tense, yani gelecek zaman, huo una tabia ya kubadilika kutokana na kitu kinaitwa consonant mutation, na tukaongelea kuhusu consonant mutation. Tukasema consonant tunaangalia herufi ya mwisho. Kwa consonant kumbe ni ya kwanza kufananisha kabla ya irabu, yani vowel hormones. Kwa hiyo tunaangalia kwanza consonant. Sasa leo tutajifunza kuhusu geçmiş zaman, wakati uliopita kwa maana ya past simple past tense. Kwa hiyo sasa wakati uliopita zina nyakati tatu. Kuna wakati uliopita ambao ulishatendeka, kitu kimekamilika, na ndio huu tunazungumzia. Wakati uliopita huu ni wakati ambao kitu kilishafanyika na kiliisha. Kwa hiyo kama tunakizungumzia sasa hivi ni historia ambayo tunazungumzia kitu ambacho kilishapita, kilishafanyika, sawa. Kwa kama kitu ulikwenda, ulifanya, ulikula, ndio tunazungumzia kuhusu nini? Kuhusu geçmiş zaman. Lakini hizi wakati uliopita una maeneo matatu. Kuna wakati uliopita kama huo ambao tendo lilifanyika likaisha, alafu kuna wakati uliopita simulizi, sawa, hikayesi. Kituruki tunasema hikayesi ni hadithi, yani simulizi. Kwa hiyo unaweza ukawa unamhadithia mtu kitu ambacho wewe ulishawahi kufanyaga, hiyo ni wakati mwingine, nao tutajifunza. Alafu kuna wakati uliopita pia endelevu, sawa, continuous, past tense continuous, ambao ulifanyika lakini unaendelea. Hiyo nao tutajifunza baada ya kuanza hapa. Hii ni geçmiş zaman. Na geçmiş zaman viambishi vyake vya geçmiş zaman, viambishi huwa ni di, sawa, alafu di, du na du. Hivi ndivyo viambishi vya geçmiş zaman, yani wakati uliopita. Lakini hivi viambishi ndivyo main vinatakiwa vitumike, ila tukasoma mutation. Kwa sababu gani? Tulisema ukikutana na kitenzi ambacho mwisho wake inaishia na herufi ambayo haina sauti, sawa. Kwa hiyo zile herufi ambazo hazina sauti kwa maana ya silabi zile ambazo tutakutana nayo kwenye kitenzi mwisho wake inabidi ibadilike, na tukakuonyesha pale katika grafi vizuri. Kama unakumbuka kipindi kilichopita tulisoma pale katika zile herufi ubadilika, kama K ubadilika kuwa yumshat G, alafu pia T ubadilika kuwa D. Kwa hiyo kumbe viambishi ni vya wakati uliopita, lakini huwa vinaweza kubadilika kwenda kwenye T ama T ama tu, sawa. Kwa hiyo sasa hivi viambishi vya T, tu na tu vinakuja kwa sababu ya kuangalia kile kitenzi chako ulichopewa, sawa, ndivyo kinapofanya kazi. Kwa hiyo kama nilivyosema, tuanze na kiambishi ambacho aidha kibadiliki cha kawaida. Kwa mfano tuanze na ile yemek. Yemek yetu kama unakumbuka tulisema yemek ipo kwa kumaanisha kula ama chakula. Kitenzi yemek ni kula ama chakula chenyewe, sawa. Kwa hiyo sasa tuliangalia kule mimi nakula kwa wakati uliopo. Leo tunataka tuangalie nilikula. Kwa hiyo kumbe formula ni ile ile tulosema. Kuwa uundaji wa sentensi wa Kituruki ni unaanza na
kitenzi, na kitenzi unachukua stem kwa maana ya roots, yani shina la mzizi. Kwa hiyo maana yake hii hapa make itatoka kama kawaida. Kwa hiyo tutakuwa na ye, sawa ye. Baada ya hapo inatakiwa iungwe nini hapa? Iungwe kiambishi cha wakati uliopita kinachoonyesha hali hii jambo ni ulilifanya nyuma, sawa. Kwa maana yake kula tayari, chakula ndio tunacho hapa, ama shina la kitendo cha kula, lakini ukilifanyika kipindi gani? Kwa tunakumbuka kitu kilifanyika kipindi cha past tense, yani ulishakula, yani umemaliza. Nimesema kwa Getmesh zamani unazungumzia kuhusu kitendo kilichopita na kilifanyika complete, kimeisha, hakina muendelezo. Kwa hiyo tutakuja kutafuta kiambishi. Viambishi nimesema main ni did, do, sawa Sasa ili tupate kubadilisha kuwa T, maana mpaka tukute kitenzi ambacho kinaishia na consonant. Lakini leo kiishia na consonant, kwa hiyo tukichukua roots, kumbe inaishia na vowels zile o, a, i, o, u zile, na hii ipo kwenye kundi ya nyepesi kama unakumbuka, ambayo shabiana yake inatakiwa iwe na e. Kwa hiyo sisi tutakuja kuchukua d kwa sababu e tunayotakiwa kuibeba ndio inakuja kumatch hapa. Kwa hiyo hapa itakuwa D, tuna plus D. Kwa yedi tunaenda kwenye viambishi vya nafsi vya umiliki, vile nafsi ya kwanza ben, ili niseme mimi ndo nilikula. Kwa kumbe hapa tunatakiwa tuje kuunga m, kiambishi m kikija kukaa hapa, kwa hiyo ndo tunapata yedim. Kwa hiyo ukisema ben yedim, unapozungumza ben yedim, yani mimi nilikula. Kwa hiyo wewe ulikula chakula kipindi hicho, ulipata na ukala kikaishi. Kwa hiyo tukio liliisha hivyo. Kwa ben yedim, kwa maana yake wewe ulikula past tense. Hii ndio sentence inakuwa imekamilika. Sawa Kwa ben yedim, yani ben mimi, yedim nilikula, kwa sababu nili inakuja kusimama hapa kiambishi chake cha nili, tukio lilifanyika. Sawa ndio chakula chenyewe, m inakubeba wewe kiambishi cha nafsi ya kwanza. Sawa Kwa huu ni mfano ambao kama utapata kitenzi ambacho hakifanyaji, hakibadiliki kwa kutumia consonant. Sasa leo tuangalie, tumepata kitenzi ambacho kinaishia na consonant, yani silabi, na tushaongea zile silabi. Tufanye kitenzi kinaitwa gitmake. Gitmake tafsiri yake ni kwenda. Sawa Gitmake kwa Kiswahili ni kwenda, to go. Ndio tafsiri ya gitmake. Sasa leo tumeangalia, tukichukua formula yetu ya kuchukua kwanza mzizi wa kitenzi tunapata git. Git t ipo katika nini? Katika voiceless, zile zisizokuwa na sauti ambazo ni t. Na tumesema kule kabisa kwa wataalamu wa phonetic wa sauti walianzisha huo mtindo wa consonant mutation kwa sababu ya mfumo wa sauti. Kuna herufi au neno ukilizungumza zikigongana herufi hazileti maana, na tushaoneshana mfano kule kama kitabu. Sawa kitabu kwa Kituruki, ukitaka kusema kitabu changu huwezi kusema kitabim, haiwezi kuleta. Kwa hiyo wakabadilisha ile p kuwa b ili useme kitabim, yani my book, kitabu changu. Sasa hapa nataka niseme mimi nilienda, kama kwenda ni gitmake kitenzi kizima. Formula ya sentence tunachukua shina ni git. Mwishoni ya herufi ya t tunakumbuka t ipo katika zile consonants, silabi ambazo ni voiceless. Sawa kwa hiyo tunafanyaje? Tunaangalia ile formula, tulishafundishana ile formula kuwa kuna herufi pale umeambiwa zinabadilika kuwa herufi fulani. Ndio tunakuja kukumbuka kumbe t inatakiwa ibadilike kuwa d. Sawa kama utakuta hivyo. Lakini sasa hapa huwezi ukaweka d kwa sababu ndio main kiambishi main cha wakati uliopita ambacho kinatakiwa kutumike. Lakini kwa hapa hatuwezi kutumia d kwa sababu itakuwa gitted. Gitted ndio umesema nini? Kwa hiyo phonetic, kifonolojia imeonekana haileti sense, haina maana. Sawa itakuwa ina mgongano wa sauti. Kwa hiyo tufanye ndio kutengeneza mutation. Kwa hiyo wamesema kama utakuta hivyo, maana yake sehemu ambayo itakuwa hivi itakuwa ibadilike tena, hii isiwepo, itumike t. Kwa hiyo hapa tutaangalia nyuma. Kwa hiyo cha kwanza tutakagua mutations ya consonant. Consonant inaishia na t, na t ndio tunayo kule katika formula. Kwa hiyo tunachokuja kukipata hapa ni kwamba hii t haiwezi kuongezewa d, inabidi ije t nyingine. Kwa hiyo t nyingine itakaa t tu. Unakuja kugundua ukija nyuma unakutana na nini? Na hirabu void. Hii void kama mnakumbuka ni void ya aina gani? Iko kwenye nyepesi, tutatumia t nyepesi kuja kuiweka hapa tena. Kwa hapa tutapata t nyepesi. Alafu nani alifanya kitendo cha wakati uliopita kwenda? Yaani alienda ni nani? Nafsi ya pili. Wewe ndio ulienda au mimi? Kama ni mimi mwenyewe nafsi ya
viambishi vyetu tunakuja kukuta ile M ndio tunataka tuiweke A. Kwa hiyo itakuwa getting. Getting means ulienda, yani mimi mwenyewe sasa, kwa sababu nafsi ya kwanza Ben ndio iko hapa. Kwa hiyo ukisema neno Ben getting, maana yake mimi nilienda. Hapa ndio mimi nilienda. Sawa? Kwa hiyo kitendo hichi cha wewe ulienda kilishafanyika na iliisha. Sawa, umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo hivi ndivyo formula ya sentence inapokuwa kwenye wakati wa uliopita getwish zamani, na kwa kutumia mfumo wa viambishi. Hichi tukumbuke ni kiambishi chake main. Hizi T hubadilika kutokana na mfumo wa consonant mutation kwa sababu ya ile sauti, kuondoa mgongano wa sauti. Kwa ndio maana tukasema kule kwenye formula tulifundishana kwa herufi gani zibadilike kuwa herufi gani. Kwa hiyo hapa ndipo wakati uliopita unaishia hapa. Kama utakutana na kitenzi cha aina yoyote ambacho ukitoa roots kama utakuunga sentence itabaki